Nilikuwa nazungumza kwa habari ya baba wa imani Ibrahimu. Haleluya. Ambavyo tunamuita baba wa imani si kwa sababu ya heshima, bali ni kwa sababu alilisikia neno la Mungu. Maana tumeelekezwa ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Haleluya. Yaani huwezi kuwa na imani kabla hujasikia. Haleluya. Watu wa Mungu, naomba nisisitize tena, imani chanzo chake sio kuona. Halo? Imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia neno ndipo unaona. Haleluya. Yaani unasikia kwanza alafu ndipo unaona. Na unaona kwanza kwa macho ya ndani kabla hujaona kwa macho ya nje. Haleluya. Imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia kwanza, unaamini. Haleluya. Haleluya. Baba wa imani Ibrahimu akasikia sauti ya Mungu usiku ikimwambia, Ibrahimu, Ibrahimu, ninakuamuru wewe tangu sasa, toka kwenye nchi ya baba yako na jamaa zako, yaani uwaache ndugu zako wote, utoke kwenye nchi ulioizoea wewe, halafu uende mpaka nchi ambayo mimi nitakwambia. Sikiliza kwa makini. Na hata hajamwambia labda na kutoa Tanzania uende Marekani, na kutoa Tanzania labda uende China, na kutoa Tanzania uende Dubai, na kutoa Tanzania uende Ethiopia. Hakumtajia nchi anayompeleka. Alimwambia wewe toka tu, ukianza kuelekea huko unakoelekea huko mbele nitakuonyesha ni nchi gani ninayokwenda kukupa. Haleluya. Haleluya. Anamwambia nitakufanya kuwa taifa kubwa. Na wakati huo tayari mke wake hawezi kuzaa tena. Tayari wakati huo mke wake amekwisha kukoma katika kawaida ya wanawake. Hana hata dalili ya mimba, hana hata dalili ya ujauzito. Anamwambia nitakufanya kuwa wewe taifa kubwa. Haleluya. Yeye anayachukua maneno yote haya, anayaamini. Haleluya. Ndio anahesabiwa haki. Biblia inasema Ibrahimu baba yetu alihesabiwa haki kwa njia ya imani. Haleluya. Alihesabiwa haki kwa njia ya imani. Alimwamini Mungu. Na ngoja nikushangaze sasa. Mfumo ambao baba yetu wa imani Ibrahimu aliuishi ndio ule mfumo ambao Yesu alikuja kuurejesha. Haleluya. Haleluya. Wakati Ibrahimu anaishi, hakukuwa kumeshaanzishwa sheria, Torati haikuwa imeanzishwa. Na kwa hiyo Ibrahimu aliishi kwa kutegemea neno la Mungu. Anamwambia usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usiende huku, usiende huku. Ibrahimu aliishi kwa kuongozwa na Mungu. Kila mahali alipokuwa alikuwa akiongozwa na Mungu. Angalia, kuna siku njaa ilikuja kwenye eneo lile la Kanaani. Mungu akamwambia toka hapo sasa, nenda katika nchi ya Misri. Usiogope kwenda Misri. Haleluya. Kila mahali ambapo Ibrahimu alikuwepo kwa sababu Mungu amemwamuru kuwepo. Haleluya. Pasuka paratus. Na Yesu alipokuja akatununua sisi kwa damu yake, akatufanya tuwe wana kwa njia ya imani. Haleluya. Na tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Haleluya. Na tulio wana kwa njia ya imani, Biblia inasema walio wana wa Mungu ndio wanaoongozwa na Roho. Haleluya. Wale wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kizazi hiki, kizazi cha Yesu Kristo, ni kizazi ambacho tunapaswa kuishi kwa imani. Halo? Yaani zile siku ambazo Ibrahimu aliziishi kwa imani, na sisi tunapaswa kuishi kwa imani. Haleluya. Lakini bila kusahau, imani huja kwa kusikia. Haleluya. Haleluya. Sikiliza. Aliyeamini uongo aliambiwa uongo. Halo? Lazima kuna uongo aliusikia akauamini. Na aliyeamini ukweli aliusikia ukweli akauamini. Kwa hiyo wote hawa wawili chanzo cha imani yao ni nini? Ni kusikia. Haleluya. Amen.